Proverbs chapter 29 verse 23a. 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 A man's pride brings him low. What is pride? Pride is a feeling of self-worth. A feeling of self-worth. A feeling that makes you to look down upon other people. It is a feeling that makes a person to think it is by their power, it is by their ability that they are being able to achieve a particular goal or a particular thing. Pride is a feeling that makes you not to appreciate that it is God. And we will see a person that had pride, and we will learn from him. In the book of Daniel chapter 4, in the book of Daniel chapter 4, we see a story of a king whose name was Nebuchadnezzar. He was a very powerful king of a kingdom that was very powerful. And this is his testimony. This is his testimony. Daniel chapter 4. When you are proud, God will not just leave you. He may give you a warning. Then, if you are not careful, you will fall in the trap of pride. And before a fall comes what? Pride comes before, pride comes before a fall. Towards her head. Now, this is a story of a very powerful king who had done so much in his kingdom. In fact, wanahistoria wanasema he had floating gardens, mashamba ya huko juu ya hewa. Sio nini Nebukadneza ambao unatengeneza hii Babiloni. Hakuna mtu mwingine anayeweza kufanya mambo haya. Ni mimi nilitengeneza kwa utukufu wangu. Na Biblia inasema kwamba Mungu hawezi shiriki. Akakwambia ya wewe utatoka katika hiyo enzi na utakaa kwa kichaka miaka 7. Ukikula majani kama mnyama. Sikukula siaki tena. Akili yake ikafanya kama ya mnyama na akakimbia kutoka kwa ikulu mpaka kwa kichaka. Mimi kitu huwa inanishangaza mpaka wa leo. Who was running the camel? Pride ni mbaya. Mwambie mtu kiburi ni mbaya. Usijione vile ulivyo. Mwambie mtu usijione vile ulivyo. Hakuna kitu ambacho uko nacho. Mwambie hakuna kitu ulicho nacho ambacho hukupewa na Mungu. Hakuna kile ambacho uko nacho ambacho hukupewa na Mungu. Ambacho ulikuwa na Mungu. Hata sio hiyo unajiona. Umepewa na Mungu. Umepewa na Mungu. Kitu ulio nayo. Umepewa na Mungu. Umepewa na Mungu. Wacha kujivunia watu. Wacha usipokuwa makini. Kiburi itakuangusha sana. Kwa sababu kiburi ndio mwanzo wa maangamizi. Actually, what you made the devil to become the devil is today, it was because of pride. The Bible says, Shetani alisema, mimi nataka nijiinue, nifikie mahali pa kiti chake Mwenyezi. Na Mwenyezi ni nani? Mungu. Kiburi utangulia
Unaona sasa? Hivyo hivyo wale wavulana wana kiburi. Si nini? Kwani Bwana aliambiaje? Anaambiwa take ni boy. Anaambiwa take ni boy. Mbele. Look at the whole big grass, like a cow. Every day, mpaka the Bible says mpaka ile siku alitambua tunaye Mungu anayeinua anayetaka na anamshikisha anayetaka. So ukitaka Mungu akuinue, kuwa mnyenyekevu. Kiburi ni hali ambayo mtu anajisikia mwenyewe, anajiona mwenyewe, anaona ni bora kuliko wengine. Wacha nikwambie, wacha nikwambie ukweli, waweza kujua kama wewe usiinue mkono. Kuna wakati unafika unajisikia wewe ni bora kuliko wengine, usiinue mkono. Tayari wewe kwa kuna wakati ambao unadharau mtu, hiyo tayari unailia. Kama kuna wakati unaona ya kwamba wewe umefikia mahali kwa sababu alafu unaanza kudharau wengine. So, sema Mungu nisaidie. Unaona uhuru ambao tuko nayo. Unaona ile ambao tuko nayo. Ndio uhuru ambao wavulana na wasichana wanaona kama bibi yao. Kwa sababu wengine labda kuna shuleni wengine wamekuja shuleni wanakaa tu vijana. Kama si internet yako, that is your teacher. Wataka kiburi. Amen. Fanya sana. Wachana na kiburi. Wewe wanaongea polepole lakini kiburi kinazaa sana. Acha kujisikia hehehe. Simama. Kujisikia chana. Ati mama anakuambia. Ati mama anakuambia osha vyombo. Nilisikia katoto kingine. Mama, usishi vyombo. Child abuse. To your own parent kuosha vyombo ni child abuse. Ushindwe kusikiliza wewe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba utusaidie tuelewe ya kwamba kiburi ni mbaya, na tukiona kiburi tutaangamia, na sisi hatutaki kuangamia, tunataka kuinuka. Sema Bwana Yesu, nisamehe kwa sababu mara nyingi nimekuwa na kiburi, nisaidie
watoto wakaweze kunyenyekea, wasiwe na kiburi, kwa sababu hatutaki kuona maangamizi. Tunakushukuru kwa sababu umesikia na umetenda, kwa jina la Yesu Kristo.